tuwe na ligi. Asasa soka na michezo mingine, lakini sana sana base kubwa ni kwenye soka. Lakini nikikuangalia David Chanira, shule ulizosoma ulikuwa kuna michezo mingi sana. Katika shule zako za Lwanima, viwanja vya michezo mbalimbali, basketball, netball, riadha, badminton, labda kurusha vitufe na mikuki. Binafsi yako ili unalionaje katika kata yako? Mchezo ambao nafikiri tutaipa kipaumbele kidogo kwa kuanzia. Asasa soka. Of course kwa viwanja hatuna viwanja sana pale ukiangalia. Ni vichache sana. Nafikiri ukiangalia kuna kiwanja kiko Kagera pale at least hicho, lakini tuna kiwanja pale Lwanima shule ya msingi ambacho na chenyewe hakiko vizuri. Nafikiri nitakapokuwa nimepata fursa ya kuingia ni kuweza kukifanyia marekebisho na kutengeneza watu waweze kucheza vizuri, lakini pia kucheza michezo mingine. Kwa basket nafikiri itachukua muda kidogo. Unajua ni basket namna ya kuweza kufanya construction zake. Lakini ni matumaini yangu ndani ya kipindi cha miaka hiyo tutaona namna kuhakikisha kwamba michezo hiyo inakuwepo katika kata yetu. At least miwili mitatu ambayo vijana wetu wataweza kuparticipate. Watoto wanaocheza michezo wajiandae. Sasa baada ya kucheza huwa kuna jambo moja linaloitwa jambo la afya. Ndio. Lwanima ni kata mpya. Yes. Changamoto za matibabu, zahanati, afya, vituo vya afya. Nini mpango wake, na je mpaka sasa tunazo ngapi katika kata yetu au hakuna kabisa? Lwanima kwa kweli tuipongeze tu serikali yetu, imejitahidi. Kumbuka ile ni kata ni mpya ni kata ambayo ina miaka 10 tu. Imejitahidi serikali yetu na kupitia chama chetu cha Mapinduzi, kwa sababu serikali iliyokuwepo ni ya Chama cha Mapinduzi. Na ndani ya kata ile tuna zahanati zetu mbili. Tuna zahanati ya Sawa na tuna zahanati ya Isebanda ambayo mwanzoni ilipigwa chepuo sana kuwa kituo cha afya. Kuna changamoto iliyopo pale kubwa ni changamoto ya maji. Na hospitali ile, zahanati ile inategemea maji kutoka vyanzo vya mvua. Mabomba hamna, na inafika kipindi maji yanakosekana. Matamanio yangu ni kupambana kuhakikisha maji yanapatikana, lakini pia kupambana kuhakikisha kwamba eneo lile tunakuwa na kituo cha afya. Na ulishaje kufanya utathmini pale mwaka 2017 ili watu waweze kulipwa, eneo lipo. Lakini hapo katikati nafikiri ufuatiliaji ulikuwa kidogo hafifu, ile ndoto ikafifia. Lakini watu wamekuwa bado, watu wana imani. Wale waliokuwa wametoa viwanja vyao sasa wachache sana, kama watu 3 hivi ndio wameanza kujenga pale. Ni matamanio yangu nitakapopata fursa hii ya kwa diwani eneo lile tuweze kuingia ndani ya baraza la madiwani, nikishirikiana na mbunge kuhakikisha tunafanya fidia katika maeneo yale, ili eneo lile liwe pana, tuweze kujenga nyumba za watumishi, kwa sababu watumishi hawakai pale, wanatoka mbali. Kwa hiyo likitokea tatizo lolote nyakati za usiku inakuwa changamoto kidogo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Moja ni nyumba hakuna za watumishi, lakini kubwa lingine ni la maji. Hilo ni changamoto kubwa. Lakini changamoto nyingine ni ishu ya usafiri. Ndio maana nikasema katika vipaumbele vyangu tuweze kutengeneza, tuboreshe mabarabara. Wanatoka mbali sana na nauli inakuwa ni kubwa kutokana na miundombinu kuwa mibovu. Yes. Tukija kwenye miundombinu sasa ya Lwanima kama Lwanima bado ni kata mpya. Yes. Na imepata bahati kupitiwa na mradi wa barabara kutoka Buhongwa kwenda Igoma Kishiri kwenda Igoma. Lakini barabara za ndani, mitaa ya ndani, una mpango gani kwenye miundombinu kuhakikisha inafanikiwa hata kama isipate lami, lakini iwe katika mpango sahihi wa kupitiwa kirahisi na ikiwezekana tupate mitaro na masuala mengine? Kwanza mimi nipongeze serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mtangulizi wake. Kumekuwa na hii barabara ya Buhongwa Lwanima Kishiri, kwa kweli ilikuwa ni changamoto kubwa, na ile ni takriban kilomita 14. Mimi niwapongeze sana kwa sababu imefungua njia, na unaweza ukaona utofauti mkubwa ile Lwanima ya kipindi hicho kabla ya ile barabara na sasa. Na sisi pale Lwanima tumegawanyika kama pande mbili hivi. Kuna upande wa Sawa na kuna upande wa Lwanima yenyewe. Matamanio yangu kabisa ni kuona tunakuwa na miundombinu ya mabarabara ambayo yanapitika wakati wote. Na katika mitaa yetu hasa hizi barabara mbili, zipo 3. Kuna hiyo iliyotengenezwa na serikali na kuna hii ya chini ya Bugayamba. Kuna mtaa unaitwa Bugayamba. Lakini pia kuna mtaa unaoenda Isebanda Mariza. Hizi ni barabara ambazo zote zinakuja kukutanika. Matamanio yangu ni kuona kwamba barabara ile ya kutoka pale Lwanima Lelini Mariza kwenda Isebanda Kibundubundu huko ije iunganike na hii ya Rami. Tayari katika ilani ya 2025 na 30 serikali imetenga fedha kwa ajili ya kujenga barabara ya lami katika hii barabara ya Bugayamba ya chini.
lakini matamanio yangu ni kuona barabara za mitaa zinapitia. Hata greda pale limekwangua barabara zetu kwa watu wanaokaa kuanzia Mariza, Ihushi, Lwanima, mitaa ya Nobola. Na washukuru sana wananchi pamoja na wenye viti wao wametoa ushirikiano mkubwa sana. Ukienda Nyabahigi, Kagera, barabara hizi zimepanuka sasa hivi ninavyoongea. Kabla sijawa diwani. Sasa nafikiri ni wao wananchi tu sasa kunichagua ili tuweze kuhakikisha kana kwamba barabara zetu zote ziko vizuri. Kuna jambo moja ambalo ni tuseme tuite nini yani. Wewe utalichagua vijana wa kata yako. Ajira. Ajira ni changamoto. Ajira ni changamoto tusio Lwanima. Nafikiri ni dunia nzima, mimi nizungumzie Tanzania. Ni changamoto kubwa ambayo tunayo. Nini mkakati wa kwangu utakapokuwa diwani? Kwanza kabisa ni kuweza kuwatambua vijana. Unajua uwezo ukaihudumia jamii usiyoifahamu. Na matamanio yangu niwe na ofisi. Ndani ya ofisi ile tuwe na mtu maalum ambaye labda anaweza kuwa ni katibu, ambaye tutahakikisha tunaweza kuwatambua vijana wetu wenye elimu ya darasa la 7, wenye elimu ya form 4, wenye elimu ya cheti, wenye elimu. Maana yake ni nini? Unapokuwa unatambua makundi haya ni rahisi. Kwa mfano, sisi watu wa Lwanima tumekuwa na miradi pale. Tumekuwa na mradi mkubwa wa barabara, tuna mradi wa maji kule. Wanahitajika wataalamu. Utawapelekaje watu sio wajua? Kwa hiyo hilo ni la kwanza, kuweza kuwatambua na kuweza kuhakikisha unakuwa na hizi taasisi na hiyo miradi kuongea nao. Ni trade and social kwa na jamii wetu kunufaika na miradi ile. Lakini lingine, watu wote hawezi kuingia katika mifumo iliyo rasmi. Sawa. Watu wengine waingie kwenye mifumo isiyo rasmi. Mifumo isiyo rasmi ni kuhakikisha unawawezesha watu hao kwa kupata fedha kwenye mikopo, na ndio maana tuna 10% zile za halmashauri. Vijana wetu wapate fedha ili waweze kufanya biashara, wajiendeshe katika maisha yao. Watakuwa wamejiajiri kwa njia moja ama nyingine na kusaidia jamii zao. Kwa hiyo kikubwa ni cha hivyo ndugu yangu. Kata yako kama unaosema ile miaka 10. Ndio. Tumekuwa tukisikia watu wa Lwanima wanasema tumechoka kwenda kununua vitu vya kula Igoma, kwenda kununua vitu Buhongwa. Soko. Mna mpango gani wa kuwa na soko bora na la kisasa katika kata yako ya Lwanima utakapokuwa diwani? Ni kweli. Unachokizungumza ni sahihi kabisa. Sisi watu wengi tunatoka, tunaenda Buhongwa, tunaenda Igoma. Matamanio yangu ndani ya kipindi hiki cha miaka 5 tuwe na soko ambalo litahudumia watu wetu. Tuache kwanza, kwa moja ni kuwahudumia watu wetu, lakini pili ni kutengeneza ajira ama kutengeneza biashara ambazo watu watakuwa na chanzo cha kipato, kwa sababu watu watafanya biashara, na sisi pia kama halmashauri ya jiji tutaweza kukusanya ushuru kutoka kwa wananchi wetu na kuongeza mapato yetu. Kwa hiyo tuna mpango huo, hasa upande wa sawa ya juu. Ukienda pia upande wa Isebanda kule kuna machangamoto na hizo kelele sana, ukipita wanaongelea tunahitaji soko, na kweli uhitaji unaoona watu wamejibanza kwenye maeneo ya watu pembezoni, sio mahala maalum. Kwa hiyo mtu akiamua kusema mnipishe, watu wanaondoka eneo lile. Ukiangalia hata sawa pale wako kwenye eneo ni la zahanati, hawako katika eneo maalum. Kwa hiyo na ni watu wanafanya biashara, ukienda unaona ni soko kubwa. Kwa hiyo natamani ndani ya kipindi hiki cha miaka 5 watu wetu wapate soko la